Mimi ni noma. Mimi ni noma si noma. Mimi ni fire si fire. Nani ana base? Nani ana Mimi ni noma si noma. Mimi ni fire si fire. He's becoming Kenya's Mr. Moneybags. Rais amenituma na shilingi milioni 3. Splashing at least 5 million shillings every time he steps out for an economic empowerment program. Mimi ni noma si noma. Mimi ni fire si fire. Ukiniangalia mimi nakaa kama mtu ana base. Ukiniangalia. Hawezi angaliwa wajua uko na base. Lazima akusikie. Sasa hapo ungetoa speech tena. Sasa mimi naona upige tena. Mimi ni noma. Mimi ni noma si noma. Mimi ni fire si fire. Nani ana base? Nani ana Nani akose base? Unajua hii madharau ndio inasumbua tu watu na mimi nakaa kama mtu anaweza kosa base mimi. Kiniangalia vizuri. Mimi nilikuwa naishi huko Boni Forest nikipigana na Al-Shabaab tukiwa na askari wangu. Mimi mwenyewe nikiwa waziri. Sio kukaa Nairobi na kutoa taarifa ukiwa hapo wasijui unaongea Kiingereza hapo atijulikani wewe ni mkubwa. Mimi nilikuwa navaa magwada ya vita naenda Boni. Naishi huko mwezi 2. Kuna mtu hata anajua mahali niko. Mpaka nikaawacha amani imepatikana pale. I can say what I did every day, including Sundays and public holidays. Rais akanipatia hiyo kazi, nikaenda pale Northeastern, ile mahali ya Al-Shabaab. Nilikuwa nakaa huko na askari. Nasikia bomb hapa, bomb pale. Sijui askari wameuawa hapa, wananchi na huko hapo. Yeah. Ala, nikaenda North Rift. Zimbabweans walikuwa wananyorosha watu kule North Rift huko. Si nilikuwa naishi huko. I was there permanently. Hiyo Baringo yote, Laikipia, Samburu, Turkana, West Pokot, nilikuwa naishi huko daily. Yeah. Watu wengine wanapiga kelele hapa, hawajawahi fanya kitu yoyote. Hawaelewi anything. Kazi yao ni kuzurura tu na kupigia watu kelele kwa barabara. Ati sijui nini, sijui how many times. Wacha wakati ufike wa campaign my friend. Watapatwa na kigugumizi. Kama wewe uko na hasira zako na mambo ya visirani, usituletee visirani yako. Please, na tuheshimiane. I repeat, tuheshimiane. Mimi heshima zote nimekupatia. But you must also respect me. Hizo pesa za housing. Hizo tu. William Ruto ameanza kupora. Zingine anapatia ile mtu anaongea. Ati anafanya empowerment. Ukiona paka amenyeshewa usidhani ni paka. Na usidharau wembamba, usidharau reli kwa kuwa nyembamba. Gari ya moshi ukitia juu yake. Sijui kama tunaelewana. Musione simba amenyeshewa mufikirie ni paka. Tuheshimiane. Unatisha nani? Unatafuta mtu wa kutisha. Sisi hatutishwi. Wewe kidiki. Unatafuta laana, unataka tulaaniwe na Mungu. Unajua vizuri jamii za Mlima Kenya hatubishani na wanaume wanazungumza kama kamwari. Sasa unataka tubishane na wewe tulaaniwe na Mungu. Mimi naheshimu Kalonzo sana. Mimi umesikia nimetusi Kalonzo? Umesikia nimemdharau hata siku moja? Umesikia mimi nimedharau Kalonzo hata siku moja? Kwa sababu ni mtu mzuri, lakini kuna watu nimeona wanamnyemelea kumpotosha na kumwambukiza na siasa ambaye sio yake. Yeye ni muungwana, yeye ni wakili kama mimi. Ni mtu muungwana, lakini sasa ile group ako naye hapo, kwa wakora hapo,
wanamuingiza kwa maneno ya ukabila na vita na kisirani. Hapana. So lakini nitamtafuta, ni ndugu yangu, nitamtafuta namna hii. Ama mbaya siacha nimtafute. Wangapi wanasema nitafutane na Steve Kalonzo Musyoka? Basi hiyo ni mzuri, hiyo inatosha. Na hasa mmemsikia Rigiji mara nyingi kwa runinga kila pahali anawaambia, si ndiye alikuwa deputy wa William Ruto? Anaweza kuwa anakuja kuambia huyu anafanya kama ni urongo. Mimi ndio nilikuwa attorney general yake. Sasa mimi nataka kuwapatia onyo kidogo. Mkisikia jambo ambalo William Ruto anasema na anapigia ndebe sana, mjue yeye anaangalia mfuko yake. Mnanielewa? Jana yeye mwenyewe amesema ati Raila Odinga amepeana kwa serikali eka 5. Raila Odinga kupeana eka 5. Labda tauliza rafiki yangu Senior Counsel Stephen Kalonzo Musyoka aniambie hayo ni yapi. Lakini tuseme William Ruto, kwa sababu tunakujua, tuoneshe title deed ya hizo eka 5. Kwa sababu kama vile mmesikia wengine wakituambia hapa, kama Senator Medho, hizo pesa za housing hizo tu William Ruto ameanza kupora. Zingine anapatia ile mtu anaongea ati anafanya empowerment. Sio wakati yako kale ati kanasema mtu ashwa. Sasa unajua hata kuongea hiyo inaleta taabu. Hizo pesa zetu hizo zinapatiwa huyo kijana andarande kila pahali atakisema anafanya empowerment. Tafadhali, sisi tuko hapa. Hii ndio serikali ambayo inakuja. Na hii serikali inakuja ndio itahakikisha ile mali yote ya Kenya ambayo imeporwa imarudishwa kwa wananchi wa Kenya. We must make it absolutely clear that you are never going to be elected to go and loot public resources of the republic. And it must start with this regime of William Samoei Arap Kasongo, Arap Kahongo, Arap Mwizi. Jameni, ati alisema mimi mnaona ni mtu ya kushindana na hii watu wanauza ndengu. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki amekuwa mbabe wa michango. Rais amenituma na shilingi milioni 3. Akishuka kwa kishindo kila endako, akilakiwa kwa shangwe, mbwembwe na densi anapotua na mikoba ya mihela. Baadhi ya makundi ya wanawake na vijana ikishabikia msimu wa kuvuna. Ijumaa Kindiki akiongoza michango miwili iliyokusanya takriban shilingi milioni 20. Kindiki akianza na eneo bunge la Mwala, kaunti ya Machakos, alipoongoza mchango wa shilingi milioni 10. Baada ya kutifua kivumbi Machakos, Kindiki na msafara wake ulifululiza moja kwa moja hadi eneo bunge la West Mugirango, akisakata ngome ya mchango katika kaunti ya Nyamira. Support ya rais ni shilingi milioni 3. So wacha mimi nilipe deni ya Kawaya, ndio Kawaya anisamee. Pesa ile Sudi ameleta 2 million shilling. Akitumia mikutano hii kunadi sera ya serikali na kujipulizia marashi ya sifa. Hii kazi nitaifanya, nitaipeleka mbio, nitaipeleka faster, nitaipeleka noma. Kwa miezi kadhaa sasa, hii ndio imekuwa mikakati ya Naibu Rais Kindiki, shughuli kinoga wikendi, michango hiyo ikinusia shilingi milioni 100 kwa wiki.